Shalom. Katika mwendelezo wa somo la vijana katika eneo lile la kumtumikia Mungu, ukiendelea kusoma Timotheo wa kwanza 4 ile kwenye mstari wa 13, Paulo anazungumza na Timotheo tena, anamwambia hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Usiache kuitumia karama ile iliyomo ndani yako uliopewa kwa unabii na kwa kuwekewa mikono na wazee. Anasema uyatafakari hayo, ukae katika hayo, ili kuenenda kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Paulo anaendelea kusisitiza kwa habari ya vijana, akizungumza na Timotheo, akizungumza na sisi pia vijana. Anasema hata atakapokuja afanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Huyo ni kijana Timotheo anazungumzishwa. Je, maisha yetu ya vijana sasa hivi ni sisi tunafundisha au tunafundishwa? Unakuta ni vice versa. Ni sisi kila siku viongozi, jamii, wazazi wanahangaika na sisi kutufundisha, kutukumbusha neema ya Mungu na watumishi wa Mungu mbalimbali. Lakini hatuchukui hatua, hatuchukui nafasi zetu. Na tunakuwa wepesi kuchukua nafasi ya kutenda yale mambo ambayo yanamfunua shetani. Yaani kijana unaweza ukawa hauko radhi kwenda kanisani au kwenye nyumba ya ibada, lakini uko radhi uende kwenye disco, uko radhi uende ghetto, umtembelee mpenzi wako na ukatumike huko kama mke au mume, lakini bado hujafikia hatua ya kuwa mke au mume. Hayo ndio mambo tunaweza kufanya kwa wepesi. Lakini yale mambo ambayo Mungu anatuagiza tumeshindwa. Na ni kwa sababu gani unaona tumeshindwa kuyafanya yale yaliyo maagizo ya Mungu? Ni kwa sababu tumeacha msingi wa kumcha Mungu. Na kwa sababu hata kuna mahali wazazi waliamini tu tukipelekwa shule na kutengenezewa mazingira bora ya kielimu, basi tutakuwa watu ambao tutafaa au tutakuwa na msingi. Msingi wa elimu ni mzuri, lakini msingi wa elimu pasipokuwa na Mungu ni msingi mbaya sana, kwa sababu elimu inakuja na takataka zote za dunia. Hatuchagui cha kufundishwa darasani na lecture au na mwalimu. Lakini wewe unachofundishwa ndicho unakuja kuamua kufanya unaenda kukitumiaje kwenye maisha. Kwa hiyo tunatakiwa katika kila eneo la maisha ya kijana, neema ya Mungu tusiiache. Neema ya Mungu tusiache kabisa. Kwa sababu tumefikia mahali ambapo tumekosa hata potential, watu ambao hata binti amefikia umri wa kuoa anakosa mtu sahihi wa kuwa naye. Na si kwamba hakuwa kwenye mahusiano, alipokuwa huko ngazi ya elimu, sekondari, chuo, college, alikuwa na mahusiano, lakini anapofikia hatua ya kuwa serious na hitaji kujenga familia anakosa mtu sahihi, kwa sababu watu wamechakazana, watu wameacha neema ya Mungu kuanzia huku chini. Sasa unapofikia mahali unarudi kwa Mungu unaona nataka mtu sahihi, wewe mwenyewe hauko sahihi. Ni lazima tuwai kabisa hili tuzizungumze, na si jambo ambalo linazungumzika sana. Hebu wewe kijana unayenisikia, linda heshima yako. Hebu jitunze. Uko chuoni, uko sekondari, uko shule ya msingi, jitunze. Ili hapa mbeleni utakapotaka mtu sahihi wa kufanana na maisha sahihi, au wa kukupenda, wa kukutunza, wa kukuheshimisha, uwe nawe ni mtu una heshima kwenye maisha yako. Kwenye Timotheo wa 2:7 Paulo anasema, yafahamu sana hayo nikuambia hayo, kwa sababu Mungu atakupa akili. Paulo anaendelea kumkumbusha Timotheo, consider what I say unto you, and God will give you understanding in all things. Anamwambia Mungu atakupa uelewa kwenye mambo yote. Inawezekana nini tunakosa uelewa? Kwa sababu hatujazingatia yale Mungu anayotuambia kuhusu vijana. Tunakosa uelewa kwenye mahusiano. Tunakosa uelewa kwenye habari za maisha, za kutafuta uchumi. Tunatamani maisha mazuri kwa wakati mfupi sana, instant gratification, pasipo kujua maisha ni hatua, maisha ni msingi, maisha ni kuandaa, maisha ni malengo, lakini pia ni maisha, yale mambo yote yanayohusiana maisha, milima na mabonde ni sehemu ya maisha, furaha na huzuni ni sehemu ya maisha, kupata na kukosa ni sehemu ya maisha, kuachwa pia na wale watu ambao tegemea watakuacha ni sehemu ya maisha, kuumizwa, kuvunjwa moyo ni sehemu ya maisha, kukutengeneza uwe imara. Unayenisikia, kwa usije ukawa uko kwenye hatua fulani ya maisha ukawa ulianza kumcha Mungu kidogo, ukapitia majaribu ukamwacha Mungu kwa sababu uliona bwana, tuliambiwa kwa Mungu hakuna kwa Mungu ni mserereko, kwa Mungu hakuna changamoto. Kwa Mungu kuna changamoto, lakini Mungu anatupa kushinda ili kuchukua ushuhuda, ili kuchukua sifa na utukufu kwetu. Lakini tunaposhinda hayo majaribu tunatokea ng'ambo ya pili kama watu ambao ni washindi, ambao hatutarudi tena kwenye jaribu la namna ile ile kwenye maisha yetu. Lakini unapobaki kwa shetani, jaribu lile linaweza likawa cycle kwenye maisha yako. Kila siku unaumizwa, kila siku unaingia kwenye mahusiano na kutoka, kila siku unajaribu mambo na kushindwa. Mungu atusaidie sana. Paulo
anamwambia uyatafakari hayo katika Timotheo wa kwanza 4:15. Ukae katika hayo. Tunatakiwa tuishi katika hayo yapi? Yale ambayo aliyazungumza kwenye Timotheo wa kwanza 4:12, katika usafi, katika imani, katika upendo, katika kumcha Mungu, katika namna yote ya kumpendeza Mungu. Tukiishi katika hayo, Paulo anasema jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Tukidumu katika kumcha Mungu, tukidumu katika haya mambo Paulo aliyoyaelekeza, yanatufanya pia tuokoe nafsi zetu, hata kwa wale wanaotusikia. Fikiri vijana sasa hivi tunakuwa na kauli mbaya sana public. Yani matusi yale ambayo yanahusisha heshima kwa wazazi wetu. Mtu anaweza akatoa hilo tusi aidha uko stendi, uko barabarani, uko sokoni, hata tu kama umemkanyaga bahati mbaya. Ndani ya moyo wa vijana, hasa sisi vijana wa kiume, tumekuwa na maneno mabaya sana, hata yakitoka unatamani masikio kupasuka. Mungu atusaidie sana na Mungu aturehemu. Nachoomba neema ya Mungu endelee kuwa pamoja na wewe kijana unayenisikia. Haujachelewa. Kijana una chini ya miaka 45, haujachelewa mahali popote. Nazungumza na wewe, haujachelewa. Hizi hata umeona mambo yako yameharibika, umejikatia tamaa, kaamua tu uishi vyovyote vinavyokuwa. Lakini neema ya Mungu, Biblia inasema Mungu tutoa mavumbini na kutuketisha na wakuu. Pale ulipo kuna neema ya Mungu itabadilisha maisha yako hatua kwa hatua. Unapoendelea kuitia uso wa Mungu, unapoendelea kumwambia Mungu, nimekuja kwako vile nilivyo. Mara Mungu alikuja kuvifanya vinyonge viwe na nguvu, na vile vidhaifu kuwa na nguvu, na vile venye nguvu kuvifanya dhaifu. Wewe unapoonekana mdhaifu hapo ulipo, unapoonekana uko isolated, uko neglected, uko despised, umedharaulika kabisa, Mungu anakutaka vile ulivyo, na Mungu atakutengeneza ukawa chombo kinachofaa. Hebu tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba neema yako tena katika hatua hii nyingine kwa kijana anayenisikia, mahali popote alipo, au ofisini, au chuoni, au njiani, au nyumbani, mahali aliko. Mungu, ninaomba neema yako imfikie, neema ya wokovu Mungu, ili aje kwako, uwe baba kwake, awe mwana kwako, uwe Mungu wake, awe mtu wako, katika jina la Yesu Kristo. Ninajua Mungu adui amepanga kupoteza kabisa, kuangamiza vizazi vya vijana, lakini iko neema umeachilia katika ulimwengu huu kwa ajili ya kuokoa tena vijana. Maana neno lako linasema, nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda ule movu. Ninatamka nguvu ya kumshinda ule movu mahali popote kijana anayenisikia na kunitazama, katika jina la Yesu. Ukamsogezee mtu sahihi wa kumlea, ukasogezee watumishi sahihi wa kuwalea, ukawasogezee nyumba sahihi ya ibada, waelekeze kwa nguvu za Roho Mtakatifu mahali popote walipo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Neema hii ingie ndani yao, neema hii wabadilishe ya wokovu Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Hebu kiri neema ya wokovu. Kama uko mahali popote, utasikia tu wepesi na umetoa mzigo ndani ya moyo wako, na utaona mambo yamebadilika. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako, nisamehe dhambi zangu zote nilizozitenda kwa kujua na pasipo kujua. Bwana Yesu, naomba unifutie makosa yangu na hatia zangu zote. Saa hii ninakuja kwako, unirehemu sawa sawa na fadhili zako. Ninakupokea kama Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaamini ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu, na siku ya tatu ukafufuka na ukapaa, na umeketi mkono wa kuume wa Mungu Baba, na kwa kupigwa kwako nimepona. Ninatamka uponyaji wa roho na mwili saa hii katika maisha yangu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki. Kuna neema utaipata baada ya kukiri maombi haya. Shalom, shalom. Tutaendelea kujifunza, endelea kufuatilia masomo yetu. Mungu akubariki sana.